Katiba iko wapi? Inaning'inia wapi? Tuipachue tu wapi? Katiba ni mchakato, ni process. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi, kama kuna kiumbe iko na kiburi hii dunia, kama kuna kiumbe iko na kiburi hii dunia, ni kiumbe inaitwa Samia Suluhu. Yaani after Samia kuua watoto wa watu, na nchi za nje zimejaribu kumuuliza kwa nini ameua watoto wa watu, anawauliza ati yao ni akina nani? Samia, uko na ngozi kweli wewe? Samia Suluhu. Yaani unaua watoto wa watu, alafu unaanza kuuliza, mtu akikuuliza mbona umeua mtoto wa mwenyewe, mbona umefanya hivi, ati unauliza wewe ni nani? My friend, kama kuna maombi wa Tanzania wanafaa waombe. Ukienda kuomba, ukienda kulala, kuna maombi sitawaambia venye mtaomba, lakini kuna maombi mnafaa mkuwe mnaomba kwa huyu mama. Kila siku unaenda unalala, ukiomba maneno yako unaambia Mungu shida zako, kabla umalize unaambia Mungu pia niko na maombi ingine moja, unaongeza ya huyu. Na mnajua vile mnafaa muombe. Asubuhi tena ukiamuka unaambia Mungu shukrani, tena unaambia Mungu usisahau ile nilikwambia jana kuhusu huyu mama. Daily mnaomba hivyo. Nakwambia maombi ya watu zaidi ya milioni 40 Mungu hawezi kataa kujibu. Daily. Na Samia atamaliza vibaya. Samia atamaliza vibaya. Wacha aulize hao ni akina nani. Na kama ni mwanamke akanyage nje ya Tanzania, akanyage tu na atangaze publicly, mimi Samia naenda mkutano Kenya, mimi Samia naenda mkutano Ethiopia, mimi Samia naenda mkutano Amerika. Aende aulize huko hao ni akina nani akiwa huko. Aende tuone. Sahi ICC wako tu kwa hizi mipaka. Wanatembea tu hivyo, wananusa tu. Wakisikia harufu ya Samia hivi ndani. Ukisikia tu harufu ya Samia ndani, na wameka detectors, ina detect harufu ya Samia kwa mpaka zote. Akivuka tu na yeye. So nataka hiki kitu wanasema ati hao ni akina nani, aende aongelelee nje ya Tanzania. Sana jiamini. Uwezi huwa watoto wa watu uibe, ufanye shambolic election, alafu unakuja unauliza hao ni akina nani, wanatuuliza maswali. My friend, jirani kukuuliza kwa nini unapiga bibi yako haimaanishi ana shughuli nyingine ya kufanya. Hapana. Wewe sauti ya bibi yako vile unampiga akipiga nduru ina disturb familia yake, ndio maana unaona anakuja. And that's why unaona dunia inakuja kuuliza ni nini inaendelea, bilioni za nini Tanzania. Wewe unauliza ni akina nani? My friend, wacha tu. Wewe hiyo maneno ulisema enda usemee nje ya Tanzania. Breaking news, and now we can confirm that the United States of America will review its relationship with Tanzania. Na unasema ya kwamba Tanzania iliweza kugeuka haki za kibinadamu. Hii kitokea tarehe 9, vijana wa Gen Z wanaendelea kusukuma na kuwa na msukumo ya kwamba ni lazima wakaweze kufika kwenye streets za Tanzania na kuhakikisha ya kwamba wanamsukuma Mama Samia Suluhu abanduke mamlakani. Breaking news, the president of Tanzania is asking all the foreign countries to stop interfering and attacking Tanzania. She is asking, who are you? Are you our master? Just because you give us more money, you think that you can control us and tell us what to do. That money that you give us is very small, is not even enough. So this comes after EU, they cancelled 156 million euros aid. So Tanzania trying to beg EU to reconsider and to stop cancelling this money because it will affect a lot of people. But EU, they are going through with it. So right now they are in negotiation to see if Tanzania, they are going to change. Tanzania president is very angry with EU, USA, human rights, or everyone that is trying to intervene with Tanzania's affair. She is saying that you should let Tanzania handle its own affair. You should not intervene. She said that she is not going to let those actors intervene with what is going on in Tanzania. She will not let the foreign countries, the West, to control Tanzania. She said that Tanzania will not be lectured, it will not be intimidated, and definitely it will not be controlled by the West. In other words, she said that all you people should mind your own business. Oh my goodness, this woman. Si polisi wa Tanzania peke yake waliumiza watu ama waliua watu. Hata mapolisi wa majirani huua watu.
Samia Suluhu. Hivyo ndivyo utaenda kujitetea ukienda ICC. Ya? Utaenda kuambia ICC si polisi wa Tanzania peke yake huumiza watu ama huua watu. Ati hata wa majirani. Ni nani wa advise huyu mama kisheria? Mazima. Yani mama uko na shida. Kama hivyo ndivyo utaenda kuambia ICC, International Criminal Court, eti polisi wa majirani pia wao huua watu wao. Uko na kibarua. Kumbuka ushapelekwa huko. Na kama hiyo ndio kujitetea na kwa gizi utafungwa miaka hata zidhani, utafungwa maisha. Wewe hutawahi toka huko. Kama hivyo umesema hivyo, ndivyo utaenda kujitetea ama mawakili wako wamekwambia uende ukajitetee. Mama hutawahi toka huko. Sikufichi. So jipange. Ukienda ubebe unakulanga ubebe mchele ya kwenda kukula huko. Hata si ubebe. Ni upange venye mchele itakuwa inakuja kwa sababu utafungwa. Tafuta jingine kujitetea mama. The speech by the President of Tanzania, Samia Suluhu, has just shocked the entire world. The President of Tanzania has just come out, and during a press briefing of what is going on in Tanzania, she said she was right when the police in Tanzania killed over 3,000 people during the elections. She said she was very right because the people were trying to overtake the government, like overrun the government, and the police used equal measures to ensure that they contained those protests. According to the video that is circulating online, you can see her talking, and she's saying even the international community, which is trying to ensure that she's taken to the ICC to face the charges of how the people were killed in Tanzania. She came out and said, "Who are you? Just because you give us small amounts of money, you think you can control us? You cannot control our countries, because even these things happen in your countries." This could basically mean that she is trying as much as possible to ensure that she sabotages evidence and walks scot-free after killing over 3,000 protesters who had just gone out to protest against blocking the opposition leaders in vying presidential elections. Samia Suluhu. Kierere inaendelea kukuweka kwa trouble. Kierere inaendelea kukuweka kwa mashimo kila uchao. Now you are in trouble with US. Wanasema kwa nini? Kwa sababu wewe unazuia uhuru wa uzungumzaji, freedom of speech. Namba 2, unazuia uhuru wa watu kuabudu. Na tulikuambia upunguze. Hii Kierere itakupeleka vibaya mama. Sasa angalia, wanasema wameanza process ya kureview the ties with you. Yani kureview ile uhusiano wao na wewe. Niliona uko na Kierere unataka kuaddress. Una address US. Unawauliza, "Who are you?" Sasa who are you? Ndio hiyo inakuweka kwa tabu. Tena ukaenda umeenda ukafungia anaitwa Mange Kibabe, ni Kimambe ama ni hivyo huyo ukamfungia akaunti zake ya Telegram na ya WhatsApp. Ukaenda ukaongea na Meta wakafunga. Hizi vitu ndizo zinakuweka tu kwa trouble. Na ujua anakaa huko, anakaa hiyo US. Na ndio mlikuwa mnasema mnatafuta venye mtaongea na US wamrudishe nyumbani mumstaki. Sasa ni wewe kinakuumania. Nilikuuliza ni nani wanakushauri kisheria? Ni nani? Tabana na hali yako basi. Now, major breaking news. Tanzania President Mama Suluhu
is in deeper trouble as the United States of America announces a comprehensive review of its relationship with Tanzania, citing escalating government repression of religious freedom, restriction of free speech, and reported violence against civilians during the just concluded general election. And according to the US, this development raised serious concerns about Tanzanian democratic trajectory and its commitment to fundamental human rights. From a continental perspective, this makes a critical moment for President Suluhu's Mama Samia administration. What was once seen as steadying, leadership after the Magufuli era, now risk being defined by growing authoritarian tendencies. And this is my opinion. If Tanzania fails to address these allegations with transparency and meaningful reforms, Tanzania could find itself increasingly isolated internationally, a diplomatic cost that will ultimately be felt by the citizens long before the political elite. So, Mama Samia, think. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania, nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika, pamoja na majirani zetu.